wana watu wengi kama hivi ambao wao wanatumia shida za watu katika kuchukua mali za watu. Hili ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo unaona ni jambo ambalo ni kama vile ni kidonge unatakiwa ukinywe maisha yako yote kwa mara moja. Wewe unakunywa kila siku, alafu wakati mwingine mtu huyu wala habadiliki, yuko katika hali mbovu kama alivyokuwa hata hajaenda hija. Unatakiwa midomo yako icheze, inna Allah yuhibbul abda idha dhakarahu wa taharrakat shafatahu. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, Allah anampenda mja wake anapomtaja, anapomuomba, anapozungumza, achezeshe na midomo yake. Naam, bado tuendelea na kipindi chetu cha Ulize Ujibiwe ambacho kinakujia wakati mzuri huu, wakati watu wamerejea majumbani kwa ajili ya kupata chakula cha usiku ili waweze kupumzika, lakini wanaingiza chochote inshallah katika elimu ya kumtambua Mola wao. Kama kawaida kinakuwa kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwa ajili ya kupokea maswali na sehemu ya pili ni kwa ajili ya kupata majibu ya maswali yetu. Kwa hiyo moja kwa moja namba za simu ziko katika runinga yako au tayari wengine wamezihifadhi, basi unaweza kutupigia na ukauliza swali. Tafadhali tu wakati unapiga simu punguza sauti ya runinga yako mpaka mwisho, usikilize kupitia katika simu yako. Tusikilizane vizuri ili kipindi chetu kiishe tukiwa tumefahamiana vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama mtu yuko tayari, basi tunamkaribisha moja kwa moja tuweze kukumbushana au kuelimishana katika njia hii ya maswali. Kuna vyama wanaita vyama vya ujirani waweza kuzikana. Yaani kwa hivyo vyama hivyo kuna makundi ya mawili, yani Waislamu na sio kwa Waislamu. Ndio. Wanapokufa mmoja wao, wale chama wamejiorodhesha, wanapokufa mmoja huwa wanafanya kama vile michango fulani, halafu wanapika chakula, wanavaa sare. Wakishavaa sare ndio wao ndio pale kulini wanashughulika na michango yao, wengine mpaka wanafikia kwenda kuzika, wanakopa tunasindikiza wenzetu. Labda kafa alikuwa si Muislamu, na mara nyingi walikuwa wengi si Waislamu. Sasa wanakwambia tunasindikiza, wanafika mpaka makaburini. Je, Uislamu unazungumzia nini swala hilo? Tuseme kwa mfano mimi nimeingia tangu msikitini, ndio, lakini nimemkuta imamu katika salatul ishai ameshamaliza rakaa zake zile mbili. Ndio. Rakaa zake zile mbili, mimi tayari moja kwa moja nikanyanyuka nikaanza swali zile rakaa zangu mbili zilizobaki. Je, nikisoma mle msikitini na wale wenzangu mle msikitini, yani tuko jamaa ndo tunanyanyuka pale. Je, nikisoma kwa sauti ambayo alikuwa hata kama na yule mwenzangu alikuwa tunaswali pamoja na yeye anakuwa anaisikia ile sauti, je, mimi nitakuwa niko sahihi, sitomtoa mwenzangu katika sitombabaisha mwenzangu kwenye swala yake, au natakiwa na mimi nisome kimya kimya? Huyo ni Ustaz Abdallah wa Zanzibar. Naitwa Yasin, niko mkoa wa Kagera. Naam, swali lako la habibi Yasin. Tuna ndugu zetu hao ambao si Waislamu. Naam. Wao wanakuja wanatuomba mchango kama wana harusi. Naam. Baada ya kuomba mchango wanachukua ile hela ambayo tunawapa. Naam. Wanaenda wananunua pombe. Je, sisi tuna makosa gani hapo? Swali langu ni kwamba mimi nilikuwa naulizia kuhusiana na wale wa Mwenyezi Mungu ambao amejalia wana kipato cha kutosha. Naam. Wanawadhamini watu kwenda kufanya hija Maka. Naam. Sasa nauliza hiki dini imekaje, kwa sababu hao watu wanaodhaminiwa wamepewa udhuru kwamba sio lazima kwenda, ni sunna. Ndio. Sasa kuna watu wenye shida kubwa kama vile jane, mayatima na kadhalika, wenye shida ambayo kwa wao ni kama ni faradhi kusaidiwa. Sasa wasaidiwi, badala yake wanasaidia watu ambao kwa wao ni jambo ambalo si la faradhi kwenda Maka. Kwa hiyo hiki dini imekaaje? Inakuwa sio kama ni jambo ambalo ni kama vile ni alifai kisheria. Naam, unaitwa nani na uko wapi? Vipi hukumu ya mtu ambaye alikuwa amegombana na ndugu yake? Naam, rudia sasa. Alafu akaapa kwamba huyo bwana hata tukipatana sitaka naye kula naye pamoja. Wakishapatana sasa, vipi hukumu yake? Atakuwa anatakiwa atoe kibaba au vipi? Swali lako Hassan, swali.
Swali langu ni kwamba sasa hivi kuna uvamizi kwenye baadhi ya televisheni. Kuna maustadhi wanatangaza kwamba wana dawa, wana visomo, wana nini. Sasa mimi kwa napenda kujua hukumu zao hawa watu. Ina maana Waislamu wanaenda huko, mara wana dawa za bahati, sisi vitu gani, hukumu yake ikoje? Maana Waislamu tumepotea sana. Naam, huyo ni akhi Hassan Bukoba. Bado tunaendelea na sehemu yetu ya kwanza ya kipindi chetu, na tunaambiwa tumebakiwa na maswali mawili tu. Basi hayo tukiyapata tutapata mapumziko, halafu tutakuja katika kipindi sehemu yetu ya Sawa. Kwa majina naitwa Aisha, nipo mkoa wa Tanga. Naam, la ukhti Aisha, habari za Tanga? Nilikuwa nauliza kwamba yani kutoa zaka ni wajibu kwa ule mtu ambacho yani ana kile kiwango cha kutoa hiyo zaka, ndio? Ndio. Sasa huyo mtu sasa akapata maradhi, labda akapata maradhi sasa ya ile zaka akatumia, ndio, yani katika yale katika ule ugonjwa, sasa hiyo hukumu yake inakuwaje? Halo. Sawa. Naam, unaitwa nani na uko wapi? Nilikuwa nauliza kwamba na mzazi wangu ambaye alikuwa amepatwa na maradhi. Ndio. Alafu mwezi wa Ramadhani ukamfikia aliyakuwa yuko ndani ya maradhi. Naam. Hakuweza kufunga. Alafu baadaye ile Ramadhani ikaisha. Ile Ramadhani ilivyoisha mwezi wa pili wa Ramadhani, tuseme Shawwal, basi akafariki. Je, nina wajibu wa kumfungia ile Ramadhani kwa sababu Ramadhani ilimkuta hali ya kuwa na maradhi? Okay. Ndio swali langu hilo. Okay, nimekupata inshallah. Fanya subira, baada ya muda mchache nitakujibu inshallah. Naam, wapendwa watazamaji wa Africa TV Swahili tu, mpaka hapo tutakuwa tumemaliza sehemu yetu ya kwanza. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tupate majibu ya maswali yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ulizana ujibi, wasi wako nini? Ulizana ujibi, nitivi. Ulizana ujibi, wasi wako nini? Ulizana ujibi, nitivi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala khatami rusulillah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Naam, wapendwa watazamaji wa Africa TV Swahili tu, karibuni tena katika sehemu yetu ya pili ya kupata majibu ya maswali yetu ambayo tumetoka kuyakusanya katika muda mchache tu uliopita. Swali letu la kwanza kabisa alifunguliwa na Ummu Hafsa wa hapa Dar es Salaam. Yeye alikuwa anatukumbusha na tuuliza kwamba katika maeneo yao au maeneo mengine, na wapo baadhi ya watu wanafanya ushirikiano huu. Anasema kuna hivi vyama vya ujirani ambavyo una mchanganyiko baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Halafu sasa matokeo yake katika mchanganyiko hule tunachangishana fedha, halafu zile fedha zinafanya shughuli mbalimbali zikiwa pengine za harusi, za misiba au za nini, lakini sasa matokeo yake kuna wakati mwingine vinafanyika ambavyo si sahihi, kama vile pengine kutengeneza sare kwa ajili pengine ya msiba, kama tunavyojua wenzetu wanafanya hilo kitu, au harusi kama hivi. Sasa je, ushirikiano huu unamfaa kweli Muislamu au nini hukumu yake? Kwa hakika mchanganyiko huu au ushirikiano huu mara nyingi unakuwa na shubha mbaya. Kwa sababu hawa majirani zetu mara nyingi hawana kanuni na taratibu za mifumo wa maisha yao. Hivi ndivyo walivyoishi. Yaani wao wakati mwingine wanaweza kuambia hata kilichokuwa haramu ni kile kinachomtoka mtu tu. Maana yake kila kiingiacho ni halali isipokuwa kile kinachomtoka ndio haramu. Sasa huko sisi hatupo. Kwa hiyo tunalazima tuna mipaka yetu ya kisheria. Sisi tuna vitu vya halali, tumeharamishiwa baadhi ya vitu, tumehalalishiwa baadhi ya vitu, na tuko katika ile njia ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kuacha hizi muharamati. Ni katika miongoni mwa takwa. Maana yake ni kuacha yale aliyoharamisha Allah na kuyakataza na kufanya yale aliyoamrisha. Kwa hivyo
ili kuepuka katika shubha kama hizi, ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia alhalalu bayinun walharamu bayinun wa bainahuma umuru mushtabihat, yani baina halali inajulikana kwamba hili ni la halali na haramu inajulikana viko wazi, lakini bainahuma umuru mushtabihat, lakini baina yake kuna vitu ambavyo vina shubha. Kwa hiyo faman ittaqa shubuhati faqad istabraha lidinihi wa irdihi, yule ambaye atakayejiepusha na mambo ya shubha haya basi atakuwa ametakasa dini yake na heshima yake. Unaona, kwa maana yake kwamba sisi lazima tujilinde, tujihifadhi. Kwa hiyo inapotokea shubha kama hizi, Muislamu anatakiwa asijichanganyishe katika vitu vya namna hii. Ima ikiwezekana wewe ndio Muislamu asimamie utaratibu na kanuni, nini cha kufanya katika michango yetu hii. Tutasaidiana katika vile vitu ambavyo ni halali katika pande zote. Maana yake itakuwa mfano mtu anaumwa, atatolewa fungu, tutasaidiana. Kuna harusi, kuna mchango utatoka. Kuna nini ambacho cha kisheria, basi hii michango ndio itatumika namna hiyo. Kwa hiyo mnaweka taratibu ambazo zinalandana na mafundisho yetu ya Uislamu. Kwa hiyo ikishindikana kwa kikataa, hapana, sisi tuwe huru bwana, tukitaka kununua pombe tununue pombe, sisi tukitaka kufanya sare za kwa ajili ya msiba tununue sare zetu, tusiwekeana mipaka. Wewe jiondoe, usishiriki katika vitu vya namna hiyo, kwa sababu hawatakuingiza katika mipaka ambayo itakuvusha katika mipaka ya haramu ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu ukawa mgomvi wa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matokeo yake utakuwa ni mwenye kuadhibiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo si vizuri kujishirikisha katika vitu vya namna hiyo. Ikiwa swali lake la pili, ndugu yetu Ustadh Abdallah, yeye alikuwa anasema kwa mfano ameingia msikitini, alafu alipofika msikitini akamkuta imamu kwa mfano ni swala ya adhuhuri, swala ya adhuhuri au ni swala ya isha ina rakaa 4. Imamu amekwisha swali rakaa 2, alafu amenyanyuka sasa kuendelea rakaa nyingine, na yeye ndo akaingia. Kwa hiyo anasema nikajiunga. Baada ya zile rakaa 2, imamu yeye atatoa salamu, mimi bado ninadaiwa rakaa 2. Kwa hiyo anasema nitakaposimama, je, ninaweza kusoma kwa sauti? Kama pengine itakuwa ni swala ya Isha, zile rakaa 2 nimezikosa za sauti, je, huku naweza nikasoma kwa sauti? Na je, nikisoma kwa sauti, ndugu yangu ambao wako pembeni na mimi ambao wote tulichelewa, sintowakera? Naam, utawakera. Ni sahihi kabisa. Kwa hiyo inabidi usome kimya kimya, na inshallah swala yako ni sahihi. Pale utakapoyakinika ya kwamba wao pengine wameshamaliza, umebaki peke yako, basi nyanyua sauti ya kujisikia wewe mwenyewe, kiasi ambacho ndio pengine inaleta khushui zaidi, inaleta kujielewa zaidi, basi hapo ndipo unapoweza kunyanyua sauti yako. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yajharu ba'dukum bi ba'd bil Qur'an, yani msijaharishiane Qur'an baina yenu, hasa ndani ya swala. Kwa sababu hata kama wewe utakuwa uko msikitini umekaa unasoma Qur'ani, alafu akaingia mtu anataka kuswali, wewe unayesoma Qur'ani inabidi ushushe sauti yako, unyamaze, usome kimya kabisa, yani kwa sauti ya chini kabisa, usimkere ndugu yako anayeswali. Kwa hiyo hivyo ndio hukumu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Itabidi ndugu yetu Ustadh Abdallah usome kwa kimya mpaka utakapomaliza swala yako. Lakini vizuri kabisa nikumbushe hapo ni kwamba inatakiwa na midomo yako icheze. Sio mtu anasoma Qur'ani amenyamaza kabisa, amefunga hivi kabisa, la, unatakiwa midomo yako icheze. Inna Allah yuhibbul abda idha dhakarahu wa taharrakat shafatah. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, Allah anampenda mja wake anapomtaja, anapomuomba, anapozungumza, achezeshe na midomo yake. Kwa hiyo ni vizuri kufanya namna hiyo, lakini si kunyamaza kimya au kufunga mdomo kabisa. Wallahu a'lam. Ndugu yetu Yasini wa Kagera anasema hawa majirani zetu ambao si Waislamu huwa wanakuja wakati mwingine kuomba michango kwa ajili ya mambo yao, pengine ya misiba au ya nini, shughuli zao, kisha wanakwenda kununua pombe. Sasa tuwape hii michango? Ndio haya tulikuwa tunazungumza katika swali letu la mwanzo. Ukiwa unajua kwamba wanakwenda kununua pombe, usiwape. Lakini ikiwa ni umuman, manake hujui bana, tusaidie michango, tuna harusi, haya unatoa michango yako, na inshallah mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sadaka ile inakuwa imekubalika, kwa sababu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mja anapotoa sadaka yake basi hufika katika mkono wa Allah kabla ya kwenda kwa yule aliyempa msaada ule. Unaona?
Kwa hiyo hata kama pengine mtu umetoa sadaka alafu ikatokea yule uliyempa kumbe ni mlevi au sijui ni muhuni tu, mtu malaya, pengine mtu wa mitaani kama hivi, ikabainika kwamba umempa mtu ambaye pengine hakustahili kupewa, thawabu zako bado zipo. Huyu mtu ni mlevi, hafai kustahili kupewa hii sadaka, basi usimpe. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuchunga mipaka hiyo ya Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Ndugu yetu Musa wa Dodoma anasema, anaulizia kuhusiana hawa ndugu zetu ambao wana uwezo na kisha wanawadhamini watu kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya haji, na hali ya kuwa kwa nini watu wapewe msaada kwenda kufanya ibada ya haji, na hali ya kuwa kuna wajane, kuna masikini, kuna watu wanafunzi, pengine kuna wagonjwa ambao wangestahili zaidi kupewa hiyo misaada kuliko hawa ambao wanakwenda kufanya ibada ya haji ambayo ni kwa yule mwenye kuweza. Sasa inakuwaje hivi mtu akipewa msaada kwenda kufanya ibada ya haji? Ndugu yangu haji, ndugu yangu Musa, inategemea na hali ilivyo na mtoaji mwenyewe ameona atoe namna gani. Zote hizi ni katika njia za kheri. Hatumjui, pengine yeye mwenyewe tajiri huyu ana watu anawasaidia, anatoa masikini, anatoa mafakiri, anafanya hivyo, alhamdulillah. Wewe akikujia kama anakuona na wewe pengine na wewe unahitaji msaada huo akakupa, shukuru, usimwambie kwani umewapa maskini, umewapa wajane, usiulize. Alhamdulillah, umepata bahati hiyo, basi nenda. Lakini kama inawezekana na kama ndio muda kama huu ambao na sisi tunaweza tukao tunatumia kuwakumbusha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wana uwezo, yani mimbabi aula kuwasaidia hawa watu ambao ni masikini, wagonjwa, wanafunzi wakati mwingine wanasoma masomo ya dini alafu hawana uwezo. Hawa nao ni vizuri zaidi kuangalia badala ya kuwapeleka watu hija, kwa sababu hija yenyewe imejengwa katika mfumo liman istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye atakayeweza. Kwa hiyo wewe huyu mpaka unampeleka hija ilikuwa hana bado hajafanikiwa, kwa hajajaliwa kwenda na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa maana hiyo basi hawala haitakiwi kwenda kuomba. Kwa maana Muislamu aende kuwafuata matajiri, bwana naomba nisaidie mimi pesa na mimi nataka niende hija, haifai. Wewe fanya subira, Allah subhanahu wa ta'ala akukadiria umepata fedha hizo, alhamdulillah, nenda. Hukupata fabia nao, kwa sababu haikuwekwa ni lazima, hata kwa maskini lazima aende hivyo hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kama unavyokumbushia, ni jambo la kheri kabisa. Na kuna baadhi ya watu mtu anafanya hija 3, 5, 7, 10. Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na utume wake na masahaba wengi katika wao walifanya hija mara moja tu katika maisha yake. Kwa hiyo unaona ni jambo ambalo ni kama vile ni kidonge unatakiwa ukinywe maisha yako yote kwa mara moja. Wewe unakunywa kila siku, alafu wakati mwingine mtu huyu wala habadiliki, yuko katika hali mbovu kama alivyokuwa hata hajaenda hija. Kwa hiyo ni vizuri uridhike. Unaweza kufanya mara 2 kwa sababu inawezekana mara ya kwanza ukawa mgeni na mambo ibada zile ukuzifanya vizuri na nini, ukaenda mara ya pili Fabio Hanema utafanya vizuri kwa sababu kidogo sasa unakuwa ni mwenyeji. Lakini baada ya hapo toa misaada kwa masikini, toa mashuleni, kuna watu wanahitaji, kuna madrasa zinahitaji mabusati, hakuna feni, kuna joto, watoto wengine wanasoma nje, kuna misikiti mingi ambayo ni mibovu, watu wanahitaji misaada, kuna walimu wa madrasa hawana mishahara mizuri, hawana pesa nzuri za kusimamia watoto wetu, wanahitaji hivyo vitu. Kwa hiyo kama una uwezo huo, mimbabi aula, na fadhila inakuwa ni kubwa zaidi kuliko kumpeleka mtu haji. Lakini inshallah ikiwa kwamba mtu huyu anafanya hayo na hili la haji anafanya, hakuna shida. Allah tuwafikishe na tujalie kwa katika waja wake wenye kufanya yalikuwa ya kheri biidhnillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ndugu yetu Abu Musa wa Tanga anasema kwamba kama mtu aliyeapa kwamba yeye hata kula kisha akaja akapatana na yule ambaye alikuwa ni khasimu wake, mgomvi wake, na mwisho wa siku akaendelea kula naye, sasa vipi hukumu yake? Afwan. Swali zuri sana. Hii manake ni kuvunja kiapo. Anataka manake aliapa kutokula naye, sasa amepatana naye inabidi ale naye. Kwa hiyo sasa manake anatakiwa avunje kile kiapo chake. Ni kama ambavyo tumewahi kugusia, nafikiri swala hili lilikuja katika kipindi kilichopita. Ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema la yu'akhidhukumullahu bilaghwi fi aymanikum. Allah subhanahu wa ta'ala hakukamateni makosa mnapokuwa mnaapa viapo visivyokuwa vya yakini, yani hukukusudia, umesema tu wallahi wallahi mimi sitafanya nini mimi yani unaapa lakini kiutani utani. Allah hatukamati makosa katika hilo, isipokuwa sasa mwisho katika aya anasema wahfadhu aymanikum, maana yake hifadhini viapo vyenu.
Kwa hiyo anasema la yuakhidhukum Allahu bilagwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima aqadtumul ayman, lakini atukamateni pale mtakapokuwa mmekusudia katika kuapa. Sasa mnapokuwa mmeapa mnataka kuvunja vile viapo, fakafaratuhu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum, manake ni kuwalisha masikini 10. Yaani mtu anataka kuvunja kiapo chake ili aweze kula sasa, na yule alikuwa ameapa kwamba hatokula naye, sasa anataka ale naye, manake anatakiwa avunje kwa kuwalisha masikini 10. Faitaamu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum, katika chakula cha kati kwa kati ambacho unawalisha watu wako wa nyumbani. Yani wewe kama uwezo wako ni kuwalisha watu basamat, ule mchele wa bei 3,000 kwa kilo, basi au 6,000 sio elfu ngapi, alimuhimu huo ndio unatakiwa uwape hao maskini 10. Walisha maskini 10 kwa mchele huo. Kama wewe uwezo wako ni wakati, kama uwezo wako ni wa chini wa bukujero 1,500, basi uwalishe kiwango hicho. Faitaamu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum, au kuwavalisha nguo hao maskini 10, au tahriru raqaba, au kumwachia huru mtumwa. Kwa hiyo utaona hii mtumwa sasa hivi hatuna, kwa hiyo hamna wa kuachiwa. Kwa hiyo inabakia kuwalisha au kuwavalisha nguo maskini 10. Faman lam yajid, ama yule atakayekosa au atakayeshindwa kuwalisha maskini 10 au kuwavalisha nguo au kumwachia mtumwa huru, basi faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam, afunge siku 3, afunge siku 3. Dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum, hiyo ndio kafara ya kiapo chenu mtakapokuwa mmeapa na sasa mnataka kutengua. Wahfadhu aymanakum, maana yake hifadhini viapo vyenu. Kwa hiyo utaona ya kwamba huo ndio msingi. Kwa hiyo kama anataka na kikubwa hapo ni kwamba aangalie kama ataweza kuwalisha maskini 10 au avalishe nguo, awanulie nguo na avalishe, au maana yake afunge siku 3, wallahu aalam, ili aweze kutekeleza kuvunja hicho kiapo chake alichokuwa ameapa, wallahu aalam. Ndugu yetu Hassan, wa kumalizia swali letu la mwisho, alikuwa anasema kuna uvamizi katika vyombo vya habari hivi, wanavamia studio, wanatangaza madawa, wengine sijui madawa ya bahati, wengine sijui za kupata mke, wengine sijui za kumrejesha mume na vitu kama hivi. Kwa hiyo hivi vitu vipi hukumu yake? Ni kweli kabisa. Sasa kumekuwa na talabus, yani kuna mchanganyiko, wanaosema kweli, wanaosema uongo, wengine wamekosa kazi basi wamejitafutia hizo mbinu, wengine wanaonekana ni watu wa mashekhe walikuwa wazuri, wanakwenda sijui mpaka Kongo huko, wanaenda kuwalisha majini matikiti na maembe sijui na mapapai shirkiati, wakati mwingine zinaingia ushirikina ndani yake wa kufuru waliyadi billah. Kwa hiyo tuwe makini sana na hawa watu tiba asili ya dawa za kiasili ambazo tunatakiwa kuzitumia. Na watu wengi kama hivi ambao wao wanatumia shida za watu katika kuchukua mali za watu, hili ni jambo la hatari sana. Tunaona watu upande wa kushoto huko jinsi ambavyo wao viongozi wao na wanavyowalingania katika ibada zao ni kuwazungumzia katika mambo ambayo ni shida zao. Wewe ni maskini, kuna mtu amekalia nyota yako, sijui wewe ni unapata watoto, kuna mtu anafanyia mbinu za kuharibu mwili wako si na nini, kwa hiyo lazima uje usafishe nyota si na nini. Haya mambo ni shirki mashekhi, la yajuz. Kwa hiyo kama mtu anataka dawa, anaumwa, maana yake ni dawa ya kunywa au ya kupaka au mafusho. Lakini masala ya kwamba uende sijui na maji alafu tena yale maji sijui uende na kuku sijui uende sijui na samaki uende na vitu gani, hivi vitu havipo katika sheria. Kwa hiyo tujihadhari na tuende kwa wataalamu ambao tunaamini ya kwamba hawa wana ilmu na ni watambuzi wa sheria biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na si washirikina. Kwa hiyo ni jambo la kheri tukawa katika mipaka ya kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa sababu ya shida tulizokuwa nazo mpaka tunavuka katika mipaka ya Allah. Na hawa ambao wanafanya vitu kama hivi wajihadhari na adhabu ya Allah. Kama watu wengine wanaweza kuwalisha vitu vingine ni sumu kabisa, dawa nyingine si asili, kwa hiyo matokeo yake wanaweza kuwapatia watu madhara ya kiafya na watakuwa ni mas'uli mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Na ndugu zangu katika imani, mpaka hapo tutakuwa tumeishia katika kipindi chetu cha leo, mpaka tutakapokutana katika kipindi kinachokuja biidhnillah tabaraka wa taala. Ni mimi ndugu yenu Salim Shamsi nikisema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.